You need to personalize it. You need to make it personal. Unajua wakati unaongea na Mungu na unastahili kuifanya ni wewe mwenyewe unamuongelesha. When God is not an object which is far away from us. Mungu tu sio kitu ambacho kiko mbali nasi. But God is presence. Mungu yuko mahali hapa. Yani Mungu ni uwepo. Mungu ni uwepo. God is presence. Mungu ni uwepo. And he is here always. Na yuko mahali hapa kila wakati. So sometimes when you want to pray and you have come again to pray, you need to tell us, God, it's me again. Kwa hivyo wakati unakuja kuomba na unataka kuomba, unapaswa kumwambia Mungu, Mungu ni mimi tena. Tell him, Father, it's me again. Mwambie Baba ni mimi tena. Because he is always there. Kwa sababu yupo kila wakati. It is you who has come. Wewe tu ndio umekuja. So you tell him, Dad, it's me again. Kwa hivyo unamwambia Daddy ni mimi tena. And when you come to your father, you don't apologize. Na ukikuja kwa baba yako hauombi msamaha. No matter how many times you keep coming, you don't apologize. Haijalishi unakuja mara ngapi, haupaswi kuomba msamaha. I know sometimes when you come again and again, it feels bothersome. Najua wakati mwingine unapokuja kila mara inakaa ni kama unaboeka. Inakaa kusumbua. Exactly. Yeah. It feels bothersome, but that's not the case with God. Inakaa ni kama unasumbua, lakini hiyo sio hali ya Mungu. God is not bothered when we keep coming back to him. Mungu hasikii kusumbuliwa wakati unakuja kwake kila mara. Because he is our Father. Kwa sababu yeye ni baba yetu. He says, return to me. Anasema nirudie. And I will return to you. Nami nitakurudia. So anytime we return to God, kwa hivyo kila wakati tunapomrudia, he is pleased. Anapendezwa. Because we are fulfilling his word. Kwa sababu tunatimiza neno lake. And the word of God is everything. Na neno la Mungu ndilo kila kitu. If you want to know God, kama unataka kumjua Mungu, study the word of God. Soma neno la Mungu. If you want to understand God, kama unataka kumwelewa Mungu, study what is written. Soma kile ambacho kimeandikwa. Study this which was spoken and written. Soma kile ambacho kilinenwa na kikaandikwa. Hallelujah. Hallelujah. And you will understand what kind of a God you are worshiping and serving. Na utaelewa ni Mungu wa aina gani ambaye unamwabudu. The knowledge of the Holy One of Israel, the Bible says, hekima ya yeye yule aliye mtakatifu is understanding. Ni kuelewa, ni kutambua. When you know God, ukimjua Mungu, then you become a man of understanding. Basi unakuwa tu mtu wa hekima. And when you become a man of understanding, na ukikuwa tu mtu wa hekima, he will give you wisdom. Anakupatia hekima. Hallelujah. Hallelujah. He will give you wisdom. Anakupatia hekima. Because he gives wisdom to the man of understanding. Kwa sababu anapatia hekima watu wa kuelewa. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. So again, kwa hivyo mara tena, I want to remind you the theme scripture of 2026. Anakukumbusha mstari wetu wa mwaka wa 2026. Soon I'm going to print a banner for all of us to be reminded of what we are up to. Hivi karibuni tutatengeneza bana ambayo itakuwa inatukumbusha. Hallelujah. Hallelujah. What we are up to this year. Kile ambacho tutajifunza huu mwaka. And this must always remain in our minds. Na hii inapaswa kubakia kwa akili zetu kila wakati. And not only in our minds but in our hearts. Na sio tu kwa akili zetu bali mioyoni mwetu. Because when it is transferred from the mind, kwa sababu ikitolewa kwa akili to the heart, ihamishwe kwa moyo, the mouth will speak. Basi kinywa chetu kitanena. And when the mouth speaks, na kinywa kikinena, it will be established. It will be done. Itadhibitishwa. And kudhibitishwa, it means it will happen. Itafanyika. Hallelujah. Hallelujah. So let us learn to move the word of God through us. Kwa hivyo tujifunze kutembea na neno la Mungu. Let us allow the word of God to move inside of us. Turuhusu neno la Mungu litembee ndani yetu. From our minds, kutoka kwa akili zetu, to our hearts, kwa mioyo yetu, to our mouths, hadi kwa vinywa vyetu. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, as a man thinketh, Biblia inasema kama vile
mtu afikiriavyo, so he is. hivyo ndivyo halivyo. And the Bible also says from the abundance of the heart, na Biblia inasema pia kwa uongezeko wa moyo wako, the mouth speaks. mdomo unanena. Yani kutoka kwa wingi wa moyo kinywa unena. From the abundance of the heart the mouth speaks. Kutoka kwa wingi uongezeko wa moyo wako kinywa chako unena. And what does the Bible say about the mouth and the tongue? Na Biblia inasema nini kuhusu life na kinywa and chetu? death Uzima na kifo is in the power of the tongue. ziko katika nguvu ya ulimi. So you have to learn how to move the word. Kwa hivyo lazima ujifunze jinsi ya Study the neno. word. Soma neno. Meditate the word. Ifikirie 24/7. kila wakati. David prayed one day and said, let the words of my mouth Daudi aliomba siku moja na akasema, wacha maneno ya kinywa changu and the meditation of my heart, na kutafakari kwa moyo wangu, na kutafakari kwa moyo be wangu acceptable in your sight. kukubalike mbele ya macho yako. Glory be to Tukufu kwa Jesus. Mungu. So we say that this year we shall expand to the right hand and to the left hand, and our seed will inherit the Gentiles and make the desolate cities inhabited. Kwa hivyo tunasema tutapanuliwa katika kulia na kushoto, na hata mbegu yetu watamiliki mataifa ama kurithi. Now verse number 4, the Bible says, fear not. Today I want us to study how we should behave in the environment of expansion. How do you behave? leo tunajifunza vile tunaweza kaa katika ulimwengu wa kupanuliwa. How to conduct yourself in the atmosphere of expansion. Jinsi ya kujiweka wakati wa kupanuliwa. Hallelujah. Hallelujah. Verse number 4, the Bible says, fear not. Mstari wa 4 Biblia inasema usiogope. Fear not. Usiogope. And this means we are supposed to be bold. Hii inamaanisha tunastahili kuwa na ujasiri. Bold. Kuwa na ujasiri. Fearless. Bila kuogopa. Anyone who is ready to expand, they should be fearless. Kila mmoja anayetaka kupanuka anapaswa kuwa asiwe na uoga. They should be bold like a lion. Wanastahili kuwa na ujasiri kama simba. If the devil moves here and there, rolling like a lion, hata shetani akitembea hapa na hapa akiguruma kama simba, yani kama shetani anatembea huku na huku akiguruma kama simba, how are we supposed to counter this one who comes rolling like a lion? It takes boldness. inachukua ujasiri. Let me ask you a question. Wacha nikuulize swali. What will happen if some news come saying that there is a lion here in Muradi? Ni nini kitafanyika kama kutakuwa na habari ambazo kuna simba hapa Muradi? And before you process that news, you hear the lion roar. Na kabla tu hujazipokea vizuri unasikia tu simba anaguruma. What will we do? Ni nini tutafanya? Will we sit and continue preaching? Tutaketi tu na tuendelee kuhubiri? First, we will shut the door. Jambo la kwanza tutafunga mlango. And before we shut the door, after shutting the door, Na tukishafunga mlango, we will remember that our children are outside. tutakumbuka tu watoto wetu wako nje. And we will try to open Na tutaanza kujaribu tena kufungua mlango. and see whether we can beckon them to also come in. Na tuona tu kama tunaweza waambia wakuje. Come in to do what? Kuja kufanya nini? For safety. Kuja kujificha kwa usalama Hallelujah. wao. Hallelujah. First, for safety. Kwa usalama wao. Then secondly,
People will begin to seek for help from KWS. Na ya pili, watu wataanza kupigia watu wa shirika la wanyama. We will begin to call any police around. Wataanza kupigia askari aliye karibu. And if there are bold men, na kama tu kuna wanaume wa ujasiri, they will come out with weapons. Watatoka na silaha. To go out there. Waende pale. And kill that lion. Na kumuua huyo simba. Not to arrest it. Sio kuikamata. To kill it. Kuiua. Because it has strayed. Because it is where it doesn't belong. Kwa sababu iko pahali ambapo haistahili kuwa. We know that the lion is the king of the jungle. Tunajua simba ni mfalme wa porini. They belong to where animals are. Wanapaswa kuwa mahali wanyama wako. And that informs us. Na hiyo inatuambia that the devil does not belong inside. Ya kwamba ibilisi hapaswi kuwa ndani. He belongs out there. Anapaswa kuwa huko nje. That's why the Bible says out there. Ndio maana Biblia inasema huko nje. Out there. Huko nje. There will be gnashing of teeth. Kutakuwa kusiaga meno. There will be weeping. Kutakuwa na kulia. There are witches. Kuna wachawi. There are liars. Kuna waongo. And the cowards are out there. Na pia waoga. So in the atmosphere of expansion, kwa hivyo katika hanga ya kupanuliwa, you must be fearless. Unapaswa kutohogopa. And bold. Na uwe na ujasiri. And our boldness is not in vain. Na ujasiri wetu tu sio wa bure. This is the cause. Hii ndio sababu. For the call to fearlessness. Ya kuitwa tusiogope. For you shall not be ashamed. Mahana utatahayarika. There is an assurance. Kuna uhakikisho. A cause why we should not fear. Kwa sababu ambayo tusiogope. Because we shall not be put to shame. Kwa sababu hatutahaibishwa. Whatever step you take to the right, kila hatua ambayo unachukua mkono wa kuume, you shall not be put to shame. Hautahaibishwa. Whatever step you take to the left, kila hatua ambayo unachukua mkono wa kuume, you shall not be ashamed. Hautahaibishwa. And this is the revelation. Na huu ndio ufunuo. That we should risk. Ya kwamba tunastahili kuhatarisha. We are supposed to dare. Somebody say dare. Tunapaswa kujaribu. We are supposed to dare. Tunapaswa kujaribu. We are supposed to risk. Tunapaswa kuhatarisha. Risking is doing something that looks bigger than you. Kuhatarisha ni kufanya kitu ambacho kinaonekana kikubwa kuliko wewe. When you decide to do something bigger than you, then it means you are not operating with fear. Ukiamua kufanya jambo ambalo ni kubwa kukuliko wewe, inamaanisha ufanyi kazi kwa uoga. The Bible says enlarge the place of your tent. Biblia inasema tupanue hema letu. So wapendo, we are being called to enlarge, to come out of our comfort zone. Kwa hivyo wapendo, tumeitwa tutoke katika hali yetu ya starehe. Tell your neighbor you must come out of your comfort zone. Ambia jirani yako atoke katika hali ya kutosheleka. You must kick your blanket. Lazima upige blanketi and rise up early to pray. Na uamke mapema ili kuomba. You must kick your blankets. Lazima upige teke blanketi and yako. wake up early for services. Na uamke kwenda kanisani mapema. You must kick your comforts. Lazima upige hiyo kutosheka kwako. And read the word of God. Na usome neno la Mungu. Study the word of God. Jifunze neno la Mungu. Learn the word of God. Soma neno la Mungu. Learning the word of God is learning God. Kusoma neno la Mungu ni kusoma. Studying the word of God is studying God. Kujifunza neno la Mungu ni kujifunza Mungu. Study God more than you have been studying. Kujifunza Mungu zaidi ya jinsi umekuwa ukijifunza. Come out of the ordinary.
Toka katika hali ya ukawaida. Hallelujah. Hallelujah. Tell somebody, come out of your ordinary environment. Ambia jirani yako atoke katika hali yake ya Let ukawaida. us begin to move the pegs of our tents. Tuanze kusongesha hema zetu. Let us take more rooms. Tutengeneze nafasi zaidi. Hallelujah. Hallelujah. Tuchukue nafasi zaidi. Let us take more rooms. Tuchukue nafasi It is zaidi. not time to reduce rooms. Sio wakati wa It is kupunguza. time to take more rooms. Ni wakati wa kuchukua It is nyumba. time to take a bigger hall. Ni wakati wa kuchukua nyumba kubwa zaidi. When you cannot afford to pay for the current hall, it is time to take a bigger hall. Hata wakati hauwezi kulipa yenye huko, ni wakati wa kuchukua kubwa zaidi. Because of one reason. Kwa sababu moja. For you shall not be put to shame. Kwa sababu Let me hautaaibishwa. tell you, even if we take a double room of this, the Bible says we will not be put to shame. Wacha nikwambie, hata tukichukua mara mbili ya hii, Biblia inasema ya kwamba hatutaaibishwa. We must departure from the zone of fear. Lazima tutoke katika hali ya kuogopa. We must put fear. Lazima tupige uoga We mateke. must divorce fear. Lazima tujitenganishe na uoga. Tell your neighbor you must divorce fear. Ambia jirani yako lazima achane na uoga. Put fear. Piga uoga. Hallelujah. Hallelujah. Yani kata urafiki na uoga. Cut ties with fear. Kata urafiki wako na uoga. Hallelujah. Hallelujah. You're telling me, Pastor, but see how we are struggling to put together things. No. The Bible says you shall not be put to shame. Labda unasema mchungaji, wana vile ni mnang'ang'ana kuweka mambo pamoja. Biblia inasema ya kwamba hautaaibishwa. Neither be you confounded. We are still reading verse 4. Wala usifadhaike, maana hautaaibishwa, kwa kuwa hutaisahau aibu ya ujana wako, pia masuto ya ujane wako hutayakumbuka tena. You shall neither be confounded, for you shall not be put to shame, for you shall forget the shame of your youth. The Lord will cause you to forget. Bwana atasababisha usahau. And you will not forget, Na utasahau tu. meaning that the shame of your youth will disappear from your mind. Haimaanishi itapotea kutoka kwa akili yako. But it means that God will do something bigger than what He has done before. Lakini inamaanisha Mungu atakutendea jambo kubwa kuliko lile ambalo amekutendea. God will lift you higher than you are today. Mungu atakuinua juu zaidi ya ulivyo siku ya leo. When you take the bold steps Ukichukua hatua ya ujasiri of taking up an enemy who is stronger than you, ya kuchukua adui ambaye ana nguvu kukushinda, then it means one thing. basi inamaanisha jambo moja. Whatever belongs to them Kile ambacho ni chao becomes yours. kinakuwa chako. Because God will cause them to be defeated right before you. Kwa sababu Mungu atasababisha washindwe mbele yako. Hallelujah. Hallelujah. You shall forget the shame of your youth. Utasahau aibu ya ujana wako. The things that caused you to be ashamed before Yale mambo ambayo yalikufanya ukaaibika hapo nyuma will be history in the name of Jesus. yatakuwa historia kwa jina la Yesu. Because God will do a new thing. Kwa maana Mungu atafanya jambo And jipya it will spring up. na litanawiri Yani itachipuka. na litachipuka. And you will see it.
na utaliona with your own eyes. na macho yako mwenyewe. Tell your neighbor, you are about to see great things happen with your own eyes. Ambia jirani yako yuko karibu kuona mambo mapya yakifanyika So na you macho must yake. open your eyes wide. Kwa hivyo lazima ufungue macho yako. What you have seen before is nothing. Ile ambayo umeona hapo What nyuma you ni are bure. seeing today is nothing. Ile ambacho unaona siku ya leo ni bure. I know you are in a better place than you were some years back. Najua uko mahali ambapo ni pema kuliko vile ulikuwa hapo nyuma. But the good news is this, child of God. Lakini habari njema ndiyo hii. Prepare for something better. Jiandae kwa jambo zuri Prepare for zaidi. something bigger. Jiandae kwa jambo kubwa. For God says, and you shall not remember the reproach of your widowhood anymore. Kwa maana Biblia inasema ya kwamba hautakumbuka. You will not remember the reproach. Yani kukemewa. Hautakumbuka kukemewa kwa ujana wako. Kwa ujane wako. Kwa ujane wako. Praise the name of God. Praise the name of God. Bwana asifiwe. Fear not. Usiogope. Number 5 says, for your maker is your husband. Kwa sababu muumba wako ni mume wako. Hallelujah. Hallelujah. Even when you be like a widow who was abandoned by their husband in their youth years. Hata kama uko kama mjane ambao aliachwa na mume wake wakati wa The Bible ujana says, wake. fear not. Biblia inasema usiogope. For your maker, Kwa maana muumba wako, your God, Mungu wako is your husband. ndiye Bwana wako. Am I talking to somebody today? Naongelesha mtu asubuhi. Your maker is your husband. Muumba wako ndiye mume wako. So it means that you have a helper. Kwa hivyo inamaanisha uko na msaidizi. You have a partner. Uko na msaidizi. And your partner is God. Na msaidizi wako ni Mungu. He will never leave you. Hata kuacha. He will never abandon you. Hata kuacha. He will always be by your side. Kila wakati atakuwa nawe. To encourage you. Kukutia nguvu. To make a way where there is no way. Akutengenezea njia To pasipo na heal njia. you when you are sick. Akuponya wakati To wewe lift you when you are down. Kuinua wakati uko To chini. comfort you when you are sorrowful. Akufariji wakati uko To unalia. encourage you when you are discouraged. Akutia nguvu wakati That umevunjika is moyo. God for you. Huyo ndiye Mungu wako. He will ensure that things work as planned. Atahakikisha mambo yanafanya kazi Even kama when yalivyopangwa. you experience a delay. Hata wakati unaona tu ni kama mambo Any hayafanyiki. delay will not mean denial. Kila kucheleweshwa haitamaanisha kunyimwa. Even though it tarries. Ingawa ni kama zinalingana. Itachelewa. Ingawa ni kama It itachelewa. will come to pass. Itakuja tu. Somebody tell somebody, whatever your imagination will come to pass. Ambia jirani yako kile ambacho anatarajia kitakuja tu kupita. Whatever your expectations or prayer. Kile ambacho unatarajia ama hombi. Fear nothing. Usiogope. For God is working something. Kwa maana Mungu anafanya jambo. Glory to God. Tukufu kwa Mungu. Your maker is your God. Muumba wako ndiye Mungu The wako. Lord of hosts is his name. Mungu wa majeshi ndiyo jina lake. And your Redeemer, the only one of Israel. Na mtakatifu wa Israeli The ndiye God mkombozi of the wako. whole earth shall he be called. Yeye ataitwa Mungu wa dunia yote. God is giving us confidence. Mungu anatupatia ujasiri. How to approach this life. Jinsi ya kujipanga na haya maisha. How to approach our vision. Jinsi ya kukaribia maono yetu. How to approach our theme. Jinsi ya kufikia lengo letu. You know, if you want to move from one area to another in life, Unajua ukitaka kutoka hatua hadi nyingine kwa hii maisha, you have to have a vision. lazima ukuwe na maono. You have to paint a picture of where you want to be. Lazima upake picha rangi ya mahali unapotaka kuwa. Hallelujah. Hallelujah. You got to be forward looking. Lazima utizame mbele. I mean seeing farther than you are today. Uone mbali zaidi ya ulipo siku ya Having leo. a vision is seeing beyond your place.
Kuwa na maono ni kuona zaidi ya mahali hupo. So when we cast a vision, Kwa hivyo wakati tunapokuwa na maono, we need to lay down strategies lazima tuweke mipangilio and focus on God, na tumtizamie Mungu, because God has promised kwa maana Mungu ametuahidi to give us a hope kutupatia tumaini and to give us a future. na kutupatia maisha. I preach against hopelessness. Anahubiri kinyume cha kukosa tumaini. Never live a hopeless life. Usiwahi ishi tu maisha ya kukata Never tamaa. allow any moment of your life to show any color or characteristics of hopelessness. Usiruhusu hali yoyote ya maisha yako ionyeshe ishara ya kukata tamaa. Because the moment you lose hope, Kwa sababu wakati tu unakata tamaa, you are done. umeisha. No matter how strong you appear, Haijalishi tu utakuwa na nguvu kiasi no gani. matter how established you are, Haijalishi utakuwa umejitambulisha if kiasi you gani. lose hope, Ukikata tu you tamaa, are done. umeisha. It is like a race that we call relay. Ni kama tu mbio. Zile mbio za riadha zinaitwa relay. Relay, in a relay, the runners have batons. Wako na vijiti. Kwa relay wakimbizi wako na vijiti. Inaitwa mchezo wa kupokezana vijiti. Praise God. Amen. That baton, hicho kijiti, means everything in that race. kinamaanisha kila kitu katika hiyo riadha. And the moment you are holding the baton, Na wakati tu umeshika hicho kijiti, you must run lazima ukimbie to give your team an assurance and hope of winning. upatie kikundi chako tumaini la kushinda. And as long as a runner is holding the baton Na wakati mkimbizi ameshika hicho kijiti and still running, na bado anakimbia, there is hope of winning. kuna tumaini la kushinda. There is hope of becoming number 2. Kuna tumaini la kuwa There nambari is ya pili. hope of becoming number Kuna 3. tumaini la kuwa nambari ya 3. And if anything, there is hope of finishing. Na kwa yote kuna tumaini la kumaliza. Glory be to God. Utukufu kwa But Mungu. the moment one drops the baton, Na wakati tu mmoja anapokiangusha hicho kijiti, the game is over. mchezo unaisha. They lose it. Wanapoteza. They lose it. Wanapoteza. If anyone loses hope and stops running, Mmoja tu anapopoteza tumaini na anaacha kukimbia, and they get off the pitch, na wanatoka tu kwa uwanja, that is the end of their participation. huo ndio mwisho wao wa kucheza. Now, for you to be counted, Ndio nawe ukaweze kuhesabiwa, you have to run until the end. lazima ukimbie hadi mwisho. Glory be to God. Tukufu kwa Mungu. So I want to encourage everyone, Kwa hivyo nakutia nguvu kila mmoja, do not drop the baton. usiachilie hicho kijiti. Tell your neighbor, do not drop the baton. Ambia jirani yako asiachilie kijiti. Even when what you can see is darkness ahead of you, Hata kama chenye unaweza ona ni giza tu mbele yako, don't drop the baton. usiachilie. Many have dropped the baton Wengi wameachilia kijiti and they have stopped the race. na wameacha tu kukimbia. Hallelujah. Hallelujah. It is not a good indication. Hiyo sio ishara You need nzuri. to have hope. Lazima ukuwe na You need tumaini. to keep pushing. Lazima No matter the resistance, haijalishi kusimamishwa, no matter the opposition. haijalishi vile unapingwa. Hallelujah. Haleluya. You must run forward. Lazima ukimbie You mbele. must hold on to the baton, Lazima uendelee kushika kijiti because chako, there is hope of winning kwa sababu kuna tumaini as la long as kushinda. the baton is on your hand. Kama tu kijiti kiko kwa mkono wako. Hallelujah. Haleluya. Glory be to Tukufu Jesus. kwa Mungu. And so the Bible says, for the Lord has called you, verse number 6, as a woman forsaken and grieved in spirit, and a wife of youth when you were refused, says your God. Maana Bwana amekuita kama mke aliyeachwa na kuhuzunishwa rohoni, kama mke wakati wa ujana
atupwapo, asema Mungu wako. When they stopped calling you, Wakati walipoacha tu kukuita, when they stopped recognizing you, wakati waliacha kukutambua, there is one who calls you, kuna mmoja ambaye huwa anakuita, your maker. muumba wako. Hallelujah. Haleluya. Even when those who used to call you stop calling you, Hata wale ambao walikuwa even when wanakupigia those who wanaacha used to kukupigia. send you messages stopped sending you messages, Hata wale ambao walikuwa even wanaacha when kukupigia those who ujumbe wa associated with you are stopped associating with you, hata wale ambao mlikuwa pamoja wakiacha be kuunganisha nawe. encouraged and focus on expanding. Tiwa nguvu na utazamia It is kupanuliwa. not time to downsize. Sio wakati tu wa kutizama chini. Tell your neighbor it's not time to downsize. Sio wakati tu wa kutizama Yani chini. sio wakati wa kupungua. Sio wakati wa kupungua. Downsizing is reducing. Sio wakati wa kupungua. It doesn't matter who has refused you. Haijalishi ni nani It doesn't amekukataa. matter who has divorced you. Haijalishi ni nani amekukataa. Divorce is not about a woman and a man only. Kuachwa tu sio kwa mume na mke. When some friends boot you, that is divorce. Wakati marafiki wanapokuacha huko ni Even when kuachwa. male friends boot you, Hata wakati marafiki tu wa that is kiume divorce. wanakuacha. When friends who used to be tight, I mean stopped embracing you, that is divorce. Wakati waliacha tu kukutia nguvu huko tu, hiyo tu ni talaka. You know, sometimes back I know there were friends who were so close to you. Ninajua hapo nyuma kuna marafiki walikuwa karibu na wewe. But since they have ceased to be, Na kutaka tu waache kukuwa marafiki. the Bible says for the Lord has called you. Biblia inasema tu kwa Mungu amekuita. You know, all these scriptures are expounding verse number 4. Unajua hii mistari yote inaongelelea mstari wa 4. Fear not, for Usiogope. you shall not be ashamed. Usiogope kwa maana hautaaibishwa. Fear not, for your maker is your husband. Usiogope kwa maana muumba wako ndiye mume wako. Fear not, for the Lord your God, for the Lord has called you. Usiogope ni kwa maana Mungu amekuita. And verse number 7, fear not. Na mstari wa 7 unasema usiogope. For a small moment have I forsaken you. Kwa kitambo kidogo nimekuacha. You know, when Jesus was about to go on the cross, Unajua Yesu alipokuwa karibu kwenda msalabani. sometimes I call it climbing on the cross. Wakati mwingine anaita tu kupanda msalabani. Moments before Jesus climbed on the cross, Wakati kabla Yesu hajapanda kwa msalaba, he was very sorrowful. alikuwa na huzuni And God had forsaken him. na Mungu alikuwa amemwacha. Why am I saying God had forsaken him? Kwa nini nasema Mungu alikuwa amemwacha? Because he said so. Kwa sababu yeye alisema hivyo. And Jesus doesn't lie. Na Yesu huwa He hadanganyi. realized that God had forsaken him. Alitambua ya kwamba Yesu alikuwa And why amemwacha. had God forsaken him? Na kwa nini alikuwa amemwacha? Because he had already borne our sins. Kwa sababu alikuwa ametuondolea dhambi. I pray that you get this revelation. Praise God. I pray that you get this revelation. Naomba upate huu ufunuo. Isaiah 59. We have studied Isaiah 59 before. Isaia 59. The Bible says, behold, the Lord's hand is not too shortened that it cannot save, neither is ear heavy that it cannot hear. Tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kukuokoa. But your iniquities have separated Lakini maovu between yenu, you and your God, lakini maovu yenu yamewafarakisha nyinyi na and Mungu your wenu. sins Na dhambi zenu have hid his face from you. zimeuficha uso wake msiuone. On the cross, Msalabani Jesus was carrying our sins. Yesu alikuwa amebeba dhambi zetu. On the cross, Huko msalabani Jesus had carried our weaknesses. Yesu alikuwa amebeba unyonge On the wetu. cross, Msalabani Jesus had carried
our iniquities. Yesu alikuwa amebeba dhambi zetu. And because of the sins and iniquities, Na kwa sababu ya dhambi zetu na maovu yetu, God hid his face. Yesu akauficha uso wake. And Jesus realized Na Yesu akatambua that it is not as usual. sio kama kawaida. God has forsaken me. Mungu amemwacha. And he cried out loud, Na akalia saying, Eloi, Eloi, akisema, Eloi, Eloi, Rabba Sabachthani, Raba Sabachthani, my God, my God, Mungu wangu, Mungu wangu, why have you forsaken me? mbona umeniacha? For a moment God had forsaken his son, Kwa muda tu Mungu alikuwa ameacha mwana so that wake, he can accomplish the mission, je, akaweze kukamilisha the mission for which he was born, kwa kile ambacho halikuwa amezaliwa, to carry the sins of mankind abebe dhambi zetu to the cross. kwa msalaba. And the Bible says, fear not. Na Biblia inasema usiogope. God must have been telling Jesus, fear not. Mungu lazima alikuwa anamwambia Yesu usiogope. Yani ninasema Mungu lazima alikuwa anamwambia usiogope. Hallelujah. Hallelujah. God must have been telling Jesus then, fear not my son. Mungu lazima alikuwa anamwambia Yesu usiogope mtoto For a wangu. small moment I have forsaken you, Kwa muda tu kidogo nimekuacha. but with great mercies I will gather you. Lakini kwa rehema kubwa nitakukusanya. And we saw that after God forsook Jesus for a moment, Na tuliona tu wakati Yesu alimwacha tu kwa muda so that he can finish the race, je, akaweza kumalizia tu mbio zake, he came back to him alimrudia. when he went to the grave. Wakati alienda kaburini, He resumed his power, alirudia tu nguvu zake. because the Bible says when he went to hell, Kwa maana Biblia inasema wakati alienda huko Jehanamu, demons shook mapepo yalitetemeka and they were so afraid na yakaogopa sana, that Jesus has come to destroy them before their time. ya kwamba Yesu amekuja kuangamiza kabla wakati wao. You know, the devil knows Unajua shetani huwa anajua that Jesus came to destroy him. ya kwamba Yesu alikuja kumwangamiza, And he knows that a time is coming na anajua wakati unakuja for him to be destroyed. wa kwake kuangamizwa. But when Jesus went to hell, Wakati Yesu alipoenda huko they Jehanamu, were like, oh, he came before time. walikuwa tu, Yesu umekuja kabla wakati wako. He came earlier than expected. Alikuja mapema jinsi kuliko vile So walivyotarajia. that informs us that demons await destruction. Kwa hivyo hiyo inatujulisha ya kwamba mapepo yanangojea Demons kuangamizwa, expect destruction. yanatarajia kuangamizwa, And they know the time is coming. na wanajua wakati unakuja. That is why they are working overtime. Ndio sababu yanafanya masaa Now, zaidi. let us put ourselves in the shoes of Jesus. Nasi tujiweke katika viatu vya Yesu. When we are persecuted, Wakati sisi wakati tunateswa, wakati tunateswa, the Bible says we should fear nothing. Biblia inasema We tusiogope. shouldn't fear, Tusiogope because for a moment kwa sababu kwa muda tu God may have forsaken us Mungu anaweza kuwa ametuacha because of our sins, kwa sababu ya dhambi zetu, because of our iniquities. kwa sababu ya maovu yetu. But a little while, Lakini kwa muda tu kidogo, because of his great mercies, kwa rehema he zake, says, I will gather you. anasema I atatukusanya. will gather you. Atatukusanya. Somebody say, God will gather us. Mtu aseme Mungu atatukusanya. We need to ready ourselves for the gathering. Tunapaswa kujitayarisha kwa kukusanywa. This is a saints gathering center. Hili ni kanisa la wapendwa ya kukusanywa. Meaning that God will gather saints in this place. Inamaanisha Mungu atasanya wapendwa mahali hapa. And let me tell you, we need to be expectant. Na wacha nikwambie tunapaswa kuwa And wajawazito. this is the expectation. Na haya ndiyo matarajio. We should enlarge Tunapaswa kupanuka according to the
numbers that we expect. kulingana na ile nambari ambayo tunaitarajia. When you are preparing a party Wakati unatayarisha sherehe and you want to prepare food, na unataka kuandaa chakula, how much food do you make? unatengenezanga chakula ambayo inatoshana aje? What informs the amount of food that you are going to make? Nini inakuambia chakula ambacho utakipika? Can somebody answer me? Mtu ajibu. I know you know the answer. Najua unajua jawabu. Sorry? The population, the number of guests you expect. Nambari ya wageni ambao unawatarajia. So how much population do we expect? Kwa hivyo nasi tunatarajia Church. Nambari gani hapa kanisa? If we don't expand this room, Kama hatutapanua hii nyumba, then it means this is our expectation. basi inamaanisha haya ndiyo matarajio yetu. We must think expansion. Tunapaswa kufikiria kupanua. We must think extension. Tunapaswa kufikiria kupanua. We need to begin to go around and look for a bigger hall. Tunapaswa sasa kuanza kutembea kutafuta nyumba. That is what I'm saying. Hivyo ndivyo anavyosema. We need to come out Tunapaswa kutoka and call more into the house of God, na tuwaite wengi katika nyumba ya Mungu, because we want to expand. kwa sababu tunataka kupanuka. We need to come early and pray them. Tunapaswa kuja mapema kuwaombea. We are still in prayer and fast. Bado tuko katika hali ya But I kufunga na pray, kuomba. I want to believe that everybody is fasting and praying. Nataka kuamini kila mmoja anafunga na kuomba. Hallelujah. Haleluya. Because of God's great mercy, Kwa sababu ya rehema za Mungu He will gather us. atatukusanya, He will gather them atawakusanya from where He scattered them, kutoka pahali and He aliwatawanya, will bring them to their fold, na atawaleta tu, and they will be fruitful, na watakuwa na matunda, and they will multiply. na wataongezeka. Church, can we wake up Kanisa tuamke and expand na tupanuke, the place of our tent? tupanue pahali Can pa we hema letu, expand our prayer base? tupanue hali yetu ya maombi, Can we expand our meditation? tupanue hali yetu ya Can we kutafakari, expand our vision? tupanue maoni yetu, How big do we want to be? jinsi tunavyotaka Can we kuwa. begin to behave like we are big already? Tuanza tu kukaa ni kama sisi ni wakubwa. I always tell you that this is not a local church. Hii sio kanisa tu ndogo. This is not a local champions church. Hii sio kanisa tu ndogo. This is an international church. Hii ni kanisa ya kimataifa. This is an international champions church. Hili ni kanisa tu la kimataifa. And we should begin to behave like international champions Na tunapaswa kuanza tabia ya kuishi kama kanisa la and not kimataifa. local champions. Na sio kanisa la kichini tu. Hallelujah. Hallelujah. We need to act like champions. Tunapaswa kuanza tabia za champions. What time do champions wake up? Huwa wanaamka wakati gani? Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Bwana asifiwe. One day I was listening to one of the runners of this country. Siku moja alikuwa anasikiliza tu mmoja wa wakimbizi wa hii dunia, wa hii nchi. The fastest man in Africa comes from Kenya. The fastest man in Africa comes from Kenya. Huyo mmoja wa Afrika anakuja Kenya. Nani aliye na mbio zaidi Afrika? True or false? You don't know. Praise God. Bwana asifiwe. The fastest man in Africa comes from where? Mtu mwenye mbio zaidi anatoka wapi? Africa. He comes from Kenya. Anatoka Kenya. That man wakes up very early in the morning Huyo mtu anaamka mapema to exercise kufanya mazoezi and to keep his body in the mood of running. na aweke tu mwili wake katika hali ya kukimbia.
when you go to the land which we call the land of champions, that is Eldoret, Iten, and those areas, Rift Valley. Ukienda tu katika huko Eldoret mahali kunaitwa kwa champions. Hallelujah. Hallelujah. You will find the Kipkeinos, the Kembois, the Kipchoges on the road very early in the morning. Hapa utapatana na akina Keino na Kemboi asubuhi na mapema wakikimbia. Champions wake up early in the morning. Washindi huwa wanaamka asubuhi na mapema. To put their bodies in the mood of championing. Waeke miili yao katika hali ya ushindi. Now we are saying that we are champions. Basi nasi tunasema sisi ni washindi. If we continue sleeping, tukiendelea kulala, we will be lying to ourselves. Tutakuwa tunajidanganya. Hallelujah. Hallelujah. You must leave your husband if they don't want to come and pray. Leave them behind. Lazima uache bwana yako kama yeye hataki kuja kuomba. If your wife doesn't want to pray, leave her back. Kama pia bibi hataki kuomba, muache tu nyuma. Wake up early. Amka mapema. I know you have an excuse why you don't come. Najua tu uko na kijisababu kwa nini wewe. But every failure has an excuse. Lakini kila kuanguka kuko na sababu. Tell your neighbor, every failure has an excuse. Ambia jirani yako kila kuanguka kuko na sababu. Every failure has an excuse why they failed. Kila aliyeshindwa yuko na sababu kwa nini alishindwa. I refuse to keep reasons and what do we call them? Excuses for failure. I refuse. Ninakataa kuweka vijisababu ni kwa nini nilishindwa. And I rebuke everyone who has excuses. Na nakemea kila mmoja aliye na kijisababu. There is no excuse enough. Hakuna sababu ambayo inatosha. Why you failed? Kwa nini ulianguka? How can you explain failure? Unaweza aje eleza kuanguka? If you fail, bottom line is you have failed. Wewe ukishindwa tu, ukweli ni kwamba umeshindwa. Whether you explain it or not. Hata ueleze ama usieleze, wewe umeshindwa. Let us avoid explaining failure. Tuache kueleza kushindwa. Somebody say from today. Mtu aseme kuanzia leo. I put excuses. Nimetupilia mbali vijisababu. Come even when you don't feel like coming. Kuja hata wakati haujisikii kuja. Come when you are even unable to come. Kuja hata wakati hauna uwezo wa kuja. I want us to make this house a house of prayer. Nataka tuifanye hii nyumba iwe nyumba ya maombi. We don't pay rent to come here on Sundays. Hatulipi rent ndio tukuja hapa kila Jumapili. It's a shame. Ni aibu. One day I went to a country home. Siku moja alienda huko nyumbani Keshagi. And I woke up and went for morning glory. Na akaamka akaenda maombi ya asubuhi. Where I normally go to pray, there was no one. Mahali huwa anaenda kuomba kukuwa na mmoja. It was closed. Kulikuwa kumefungwa. So I walked. Kwa hivyo akatembea tu. Almost a kilometer. Karibu kilomita moja. To another church. Kwenda kanisa ingine. That one was also shut. Pia hiyo ilikuwa imefungwa. And I took photos. Na akachukua picha. And I felt like reporting those pastors to Papa. Na akawa anajisikia ni kama atawasema huko kwa Papa. Because their churches bear a title. Kwa sababu hizo kanisa viko na vibano. Of the most prayerful church and ministry in the country. Za kanisa ambalo ni la maombi zaidi. But they were asleep. Even the pastors were asleep. Lakini walikuwa wamelala pia, wachungaji wao walikuwa wamelala. Nobody was there. Hakuna aliyekuwa pale. So that day I did my morning glory on the road. Hiyo siku alifanya maombi yake barabarani. Luckily I had a friend of mine. Kwa bahati nzuri alikuwa na rafiki yake. My brother's dog. Mbwa ya ndugu yake. He accompanies me everywhere. Huwa inamfuata tu kila pahali. If I wake up for morning glory, he follows me. Akiamka kwenda maombi inamfuata tu. If I enter the church, she enters. Akiingia kanisa inaingia. You cannot lock her outside. Huwezi ifungia nje. She enters and sleeps there on the inaingia tu na inalala hapo mbele. She just lays, no sleeps. Hallelujah. So that day she was accompanying me.
when I was looking for a church to go and pray. Hiyo siku tu ilikuwa tu inamfuata akiendelea kutafuta kanisa. It was a very bad feeling, praise God. Ilikuwa tu ni hali mbaya. So I think I should open a church there, isn't it? Kwa hivyo wako na wazo la kufungua kanisa pale. And make sure that the pastor wakes up and prays. Na kuhakikisha huyo mchungaji anaamka na kuomba. If he doesn't wake up and pray, I fire him. Kama haamki na kuomba, basi kazi kuisha. Si ndio? Yes. Praise God. Amen. So should I fire those who don't come here to pray? Afute wale ambao hawakuji kuomba. Praise God. Bwana asifiwe. In the year of territorial expansion, we cannot afford to sleep. Katika mwaka wa kupanuliwa, basi hatupaswi kulala. We cannot afford to keep our gospel within the four walls of the church. Hatupaswi tu kuweka injili yetu hapa tu katika hizi kuta zetu za kanisa. We must take the good news to the nations. Lazima tupeleke habari njema kwa mataifa. From inside and even from outside. Kutoka ndani hadi nje. So prepare to evangelize. Kwa hivyo jiandae kwenda kuhubiri. Hallelujah. Hallelujah. If you want to become a harvester, kama unataka kuwa mtu wa kuvuna, you must become a sower. Lazima ukuwe mtu wa kupanda. Next I will teach you on becoming a reaper. Wakati mwingine tutafunzwa jinsi ya kukua watu wa kuvuna. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. We must get out there. Lazima tutoke pale and call those drunkards. Na tuwaite tu hao walevi into the house of God. Tuwaite kwa nyumba ya Mungu. Call those young men. Tuwaite tu hao vijana wadogo who are perishing out there. Wale ambao wanaangamia huko nje. Into life. Tuwaite kwa uokovu. And into salvation. Na kwa wokovu. Now the Bible says, in a little wrath I hid my face from you for a moment, but with everlasting kindness will I have mercy on you, says the Lord your Redeemer. In a little while, verse number 8, in a little while, in a little wrath, I hid my face. Kwa ghadhabu ifurikayo nilificha rehema nyingi, nilificha uso wangu dakika moja. And we have seen that our sins and iniquities cause God to hide his face from us. Na tumeona dhambi zetu na maovu yetu yanafanya Mungu anaficha uso wake kwetu. So what must we do? Kwa hivyo ni nini tunapaswa kufanya? Run away from sin. Tukimbie mbali na dhambi. Run away from your iniquity. Tukimbie mbali na maovu yetu. Tell your neighbor, run away from sin. Ambia jirani yako akimbie mbali na dhambi. Submit to God. Jitoe kwa Mungu. Resist the devil. Na umkemee shetani. And the devil will flee from you. Na shetani atatoroka kutoka kwako. You must submit. Lazima ujitoe. Submitting to God jitoe kwa Mungu. Is killing excuses. Ni kuua vijisababu. Submitting to God kujitoa kwa Mungu is doing away with all reasons that may cause you not to walk with God. Ni kutoa vijisababu vyote ambavyo vinaweza sababisha usitembee na Mungu. Because when you submit to God, kwa sababu ukijitoa kwa Mungu, it means you are ready to walk with God. Inamaanisha basi uko tayari kutembea na Mungu. When God walks with you, Mungu anapotembea nawe, it will be written about. Itaandikwa. Because great things will accompany your life. Kwa sababu mambo makubwa yataanza kutembea na maisha yako. Miracles will accompany your life. Miujiza itatembea na maisha yako. Signs will accompany your life. Ishara zitatembea na maisha yako. Because you will not be working alone. Kwa sababu hautakuwa unafanya kazi peke yako. But God will be working with you. Bali Mungu atakuwa anafanya kazi nawe. Submit. Jitoe. Resist. Mtenge. Many people have chosen to submit to the devil and resist God. Watu wengi wameamua kujipeana kwa shetani na kumtenga Mungu. If you submit to the devil, wewe ukijipeana kwa shetani, then God hides his face. Basi Mungu huwa anaficha uso wake from you.
kutoka kwako. Hallelujah. Haleluya. Now listen to this as we wind up. Basi sikiza hii tunapomaliza. Verse number 9. For this is as the waters of Noah unto me, for as I have sworn that the waters of Noah should no more go over the earth, so have I sworn that I would not be wroth with you nor rebuke you. Kwa maana jambo hili limekuwa kama maji ya Nuhu kwangu. Maana kama nilivyo hapa ya kwamba maji ya Nuhu hayatapita juu ya dunia tena, kadhalika nimeapa ya kwamba sitakuonea hasira wala kukukemea. Listen to this, church. Fear not, usiogope, for this kwa maana is as the waters of Noah unto me. Kwa maana hii ni kama maji ya Nuhu kwangu. That is God swearing. Huyo ni Mungu ambaye hanakiri that he will never forsake you again. Ya kwamba hata kuacha tena. God forsook Jesus once on the cross. Mungu alimuacha Yesu mara moja tu. And it was for a cause. Na ilikuwa na sababu. So that Jesus can finish the race like I said before. Ndio Yesu akaweza kumaliza mbio zake. Now he has vowed. Na sasa amekiri. That he will no longer. Ya kwamba yeye forsake us. Hata tuacha sisi. Or abandon us. Wala kututenga. And this so that it can be a sure thing. Na ndio hii ikawa ni jambo la ukweli. He says it is as the waters of Noah unto him. Anasema ni kama vile maji ya Nuhu kwake. What did God say about the waters of Noah? Ni nini ambacho Mungu alisema kuhusu maji ya Nuhu? That he will no more, the waters of Noah will no more go over the earth. He says, I have sworn that the waters of Noah should no more go over the earth, as have I sworn that I would not be wroth with you nor rebuke you. Maana kama nilivyo hapa ya kwamba maji ya Nuhu hayatapita juu ya dunia tena, kadhalika nimeapa ya kwamba sitakuonea hasira wala kukukemea. These are reasons God giving us not to fear when we are expanding to the left and expanding to the right and going forward, because no man will be able to stand before us. Hii ndio sababu ambayo Mungu anatupatia kwamba tusiogope tunapopanuka kwenda kushoto na kwenda kulia na hata kwenda mbele, kwa maana hakuna mtu ambaye atasimama mbele yetu. Hallelujah. Hallelujah. Hey, fear not, for the mountains shall depart. Listen to this. Fear not, for mountains shall depart and the hills be moved, but my kindness shall not depart from you. Usiogope, maana milima itaondoka na agano langu la amani halitaondolewa, asema Bwana. Mountains shall depart, milima itaondoka, hills shall be removed, na vilima vitaondolewa, but my kindness, bali wema wangu, the kindness of God, wema wa Mungu shall not depart from you. hautaondoka kwako. How lucky are we, church of God? Neither shall the covenant of my peace be removed, says the Lord, who has mercy on you. Wala agano langu la amani halitaondolewa, asema Bwana akurehemuye. Hallelujah. Hallelujah. Let me explain this. God means that it will be easier Inamaanisha itakuwa rahisi for mountains to be taken away kwa milima kuondolewa and for hills to be departed kwa vilima kutoka than for his kindness to depart from us. Praise the name of God. Bwana asifiwe. The kindness of God is everlasting.
Ukarimu wa Mungu ni wa milele. So when you are doing whatever you are doing, Kwa hivyo wakati unapofanya kile ambacho unafanya, do it with confidence. Fanya kwa ujasiri. I want us to finish this today. Hapo ndipo tunamalizia siku ya leo. I want us nataka tumalize hiyo siku ya leo. Yes, give me like 5 at most 10 minutes. Kwa dakika tu 10. Because we started late, let us finish late. Kwa sababu tulianzisha kuchelewa, wacha tumalize kuchelewa. Now listen. Verse 11. All you afflicted, tossed with tempest and not comforted, behold, I will lay your stones with fair colors and lay your foundations with sapphires. Hewe uliyeteswa, uliyerushwa na tufani, usiyetulizwa, tazama nitaweka mawe yako kwa rangi nzuri. Now, this verse reminds us huu mstari unatukumbusha of Haggai 2:9. Haggai 2:9. That the former glory, the glory of the latter house, or this latter house, shall be greater than that of the former. Ya kwamba utukufu tulio nao utakuwa mkubwa kushinda ule wa nyuma. Utukufu wa nyumba hii. Utukufu wa nyumba hii ama utukufu wa sasa utakuwa mkuu kuliko wa kwanza. Hallelujah. Hallelujah. Because that is why God will cause you to forget the shame of your youth. Hiyo ndio sababu ambayo Mungu atasababisha usahau aibu ya ujana wako. And this he will do by allowing greater things to happen in your life. Na hii atafanya kwa kuruhusu mambo makubwa yafanyike kwa maisha yako. Hallelujah. Hallelujah. And I will make your windows of agates and your gates of carbuncle, and all your borders of pleasant stones. What a glorious. Nami nitaifanya minara yako ya akili nyekundu na malango yako ya almasi na mipaka yako yote ya mawe yapendezayo. God will make you expensive. Mungu atakufanya kuwa tu. God will make you a city to admire. Mungu atakufanya taifa la kutamaniwa. Hallelujah. Hallelujah. And all your children shall be taught of the Lord, and great shall be the peace of your children. Now let's read verse 17. Behold, I have created the smith who blows the coals in the fire. I want you to be very keen when we are reading these two verses, because I want to close them. Behold, tazama, I have created the smith who blows the coals in the fire, and who brings forth an instrument for his work. And I have created the waster to destroy. Listen. Tazama nimemuumba mhunzi akufataye moto wa makaa, akatoa silaha kwa kazi yake. Nami nimemuumba mharibu hili haribu. The one who creates weapons, yule ambaye anayetengeneza silaha, has been created by your maker. Ametengenezwa tu na muumba wangu wako. And remember what your maker has said. Nakumbuka tu vile muumba wako amesema. That your maker, your maker will be your husband. Yaani mimi muumba wako nitakuwa mume wako. Now that maker, that your maker, sasa huyo muumba wako is the one who has created the smith. Ndiye ambaye ameumba hao wa kutengeneza silaha. Wanaitwa waunzi. Ameumba muunzi. Muunzi ni yule anatengeneza vitu vya chuma. Hallelujah. Hallelujah. I have created the smith. Your maker has created him. Muumba wako ametengeneza. Who blows the coals in the fire. You know, for you to form an iron item, ndio ukaweze kutengeneza kitu cha chuma, you must heat it. Lazima ukichome. When it is red hot,
wakati kimekuwa chekundu zaidi, you can mold it to whatever form you want. unaweza kitengeneza tu kwa hali yoyote ambayo unataka. Now God says he has created those who create weapons. Mungu anasema ya kwamba ndiye aliye waumba wale ambao wanaumba hizo silaha. He has also created the waster to destroy. Na pia ndiye ameumba hao wa kuharibu. But one thing God has ensured, lakini jambo moja Mungu amehakikisha, which is in verse 17, ambayo iko katika mstari wa 17, a verse we all like. Mstari ambao kila mmoja anaupenda. What does it say? Inasema nini? No weapon that is formed against you shall prosper. Kila silaha itengenezayo juu yako haitafanikiwa. No weapon. Hakuna silaha. Somebody say no weapon. Mtu aseme hakuna silaha. No weapon. Hakuna silaha. From heaven, kutoka mbinguni, or here on earth, hata hapa duniani, even under earth, hata huko chini ya no weapon hakuna silaha which is formed against you ambayo imetengenezwa kinyume chako shall prevail. ambayo itafaulu. Hallelujah. Hallelujah. And every tongue that shall rise against you in judgment, the Bible says, you shall condemn. Na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika kuhukumu, you must learn how to condemn. You must learn how to condemn. Lazima nao wajifunze kuhukumu. We read about a man of God tulijifunza kuhusu mtu by the name Nehemiah. Jina lake Nehemiah. When Sanballat, Tobiah and the Arabians came against him. When Sanballat wakati Sanballat alitokea and Tobiah na Tobia and the Arabians na Waarabu and the people from Ashdod, na watu kutoka huko they Ashdod came to mock his work. walikuja tu kudharau kazi yake. What did he do? Alifanya nini? He rebuked them. Aliwakemea. He told them the Lord is with us. Mungu yuko pamoja nasi. And we will prosper. Na sisi tutaendelea. We will rebuild the walls. Tutaendelea kujenga hizi and kuta. raise the gates of Na Jerusalem. tutakuinua milango ya But as for Yerusalemu. you, Lakini kwako wewe you shall perish. utaangamia. You shall have no portion. Hautakuwa na sehemu You yoyote. shall have no place. Hautakuwa na kitu. Those who say we shall not expand, Wale ambao wanasema ya kwamba I rebuke them today ninakukemea siku ya and leo. tell them they will have no place. Na ninawaambia hawatakuwa na They will have nafasi. no portion. Hawatakuwa na sehemu. But we will be established. Lakini sisi We tutatambulika. will prosper. Tutaendelea. We will expand. Tutapanuka. We will enlarge. Tutanenepa. We will stretch. Tutapanuka. We will increase. Tutaongezeka. We will be fruitful. Tutazaa matunda. We will multiply. Tutaongezeka. In the name of the Lord Jesus. Kwa jina la Yesu. Somebody say we must multiply. Mtu asema lazima tuongezeke. We must be fruitful. Lazima tuzae. We must enlarge. Lazima tupanuke. We must extend. Lazima tuongezeke. So when I will come and announce Kwa hivyo wakati that atakuja we have kutangaza gotten a new hall, na kwamba tumepata nyumba which mpya probably may be expensive than this, ile ambayo inaweza kuwa na pesa zaidi don't kushinda call hii. me a madman. Usimuite mwenda wazimu. Call me a visionary man. Muite mtu wa maono. Call me a fearless man. Muite mtu ambaye Call haogopi. me a man of faith. Muite mtu wa Because I want to do things that are beyond my ability. kwa sababu anataka afanye mambo ambayo yanashinda hekima yake. Hallelujah. Hallelujah. You must begin to prepare Lazima uanze to kujiandaa. give more. Kutoa zaidi. To give more. Kutoa zaidi. So that you can receive more. Ndio ukaweza kupata zaidi. Hallelujah. Hallelujah. Somebody say, I will give more. Mtu asema nitatoa zaidi. I will give more. Nitatoa zaidi. I will sacrifice more. Nitatoa zaidi. I will avail myself more. Nitajitoa zaidi. I will serve more. Nitatumika I zaidi. will worship more. Nitaabudu zaidi. I will do whatever I do more. Nitafanya kile ambacho Somebody nitafanya make a zaidi. declaration Mtu akiri in the mighty name of kwa jina Jesus. la Yesu. Somebody declare, I am coming out of my comfort zone. Mtu atangaze anatoka katika hali I ya am coming kutosheka. out of my familiar territory Anatoka tu katika hali yake ya and kawaida. going to
to territories which are untouched. Na kwenda kwa Go mahali to ambapo territories that hakujaguswa. are deserted. Kwenda katika mahali ambapo In the mighty kumeachwa. name of Kwa jina Jesus. la Yesu. Somebody, may you wear a spirit of a lion. Mtu akavae roho wa simba. Somebody wear the spirit, put on the spirit of a lion Mtu akavae roho wa and simba. begin to roar. Na akaanza Put on kuguruma. the spirit of a champion Avae and roho wa begin to mshindi. roar. Na ukaanza Begin to kuguruma. exercise. Anza Begin to kujifunza. put your body Anza kuweka mwili into the wako mood of doing, katika into hali ya the mood kufanya. of acting, Katika hali ya doing kufanya. what God has called you to do. Kufanya kile ambacho Mungu amekuja Because as ufanye. long as you are in the house of Kwa God, sababu tu ukiwa tu katika nyumba there ya is an Mungu. assignment God has called you Kuna for. kazi ambayo Mungu I amekuja pray that ufanye. you discover your task. Na kuombea tu katika I kazi pray that you yako. discover your Na position. kuombea ukajua nafasi yako. Listen to your spirit Sikiza tu roho and yako. listen to the spirit of God. Na usikiza roho ya Both Mungu. are communicating. Zote Even as I zinaongea. speak to you, Hata God is anapokuongelesha. dropping a thought in your heart. Mungu anaweka tu. God is reminding you Mungu what He anakukumbusha. called you to do Kile ambacho alikuita in His ukafanye. kingdom business. Katika ulimwengu wake. Begin to cultivate. Anza tu kupalilia. Begin to cultivate. Anza kupalilia. Begin to fan it. Anza kutengeneza. Begin to stir it up. Anza Somebody kujipanga. begin to stir up Anza kujipanga. the gift of Christ that is in you. Kile kipawa cha Mungu kilicho ndani yako. Hallelujah. Haleluya. Somebody begin to stir up. I want everybody to be standing in the presence of God. Watu wakasimame katika uwepo wa Mungu. I want you for a moment to talk to God. Nataka tu kwa And muda to him, kidogo Father. uongee na Mungu wako. Father, Mwambie Baba, I refuse to be a man of excuses. ninakataa tu kuwa Mungu wa I refuse to kijisababu. be a woman of excuses. Ninakataa kuwa mama wa kijisababu. I'm rising up. I'm rising up Ninaamka to do what I must do nifanye kile ambacho napaswa because kufanya. I know Kwa sababu ninajua. that you put me here. Kwa sababu uliniweka For a mahali hapa. reason. Kuwa na sababu. Allow me, Father. Niruhusu Mungu. Empower me, Father. Nijaze nguvu. Strengthen me, Father, Nitie nguvu. that I may do Ndio nikaweza that kufanya. which you called me Kile to ambacho do. uliniita In the nikafanye. name of the Lord Kwa jina Jesus. la Yesu Kristo. Somebody pray for a moment. Tunaomba tu kwa muda. Ripokata yalaboza yaba. Yadababoza katebelebe. Yendebi baboza yamaganda baboza. Somebody give yourself ribaboza yamada. Repekete zedededebo. Yapatara paposiara. Ripapora kataza payata. Rapapo kanterebetedede. Riapoke seketedede. Somebody kick off the spirit of laziness. Somebody kick off the spirit of not timing. Somebody divorce laziness. Divorce it now in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. I give myself away. I give myself away so you can use me. Away. I give myself away so you can use me. Make a prayer of dedication, telling the Lord, I give myself. Father, I give myself away to do that which is required of me. Father, I give myself to do what is required of me. In the mighty name of Jesus. 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 I give myself away.
Yes, Lord. Give myself away so you can use me. Give myself away. Give myself away so you can use me. Thank you, Jesus. I bless your name because of each one of us. We are giving away. I rebuke the spirit of laziness. I rebuke the tendency of explaining failure. I rebuke every fear. I rebuke fear. Leave. Oh, you fear. Leave. In the name of Jesus. Shakatalabayanga. You are here and you are saying you would want to give yourself to God. I want to lay my hand on you. Unasema kuanzia leo you want to give yourself to God. Unasema you have idled for long and you want to do something which you can feel it in your heart and your spirit is testifying that yes, God called you for this. Come forward in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Unasema ningependa kujipeana ili nikafanya kazi fulani. This is your moment. This is your moment. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Self away. Give myself away so you can use me. Self away. Give myself away so you can use me. If you are not sure, just say you give yourself away to God, that He may use you. Just give yourself away. I give myself away, Jesus. I give myself away, Lord, so you can use me. In Jesus' name. Thank you, Father. Thank you, Lord. You are worthy of all praise in Jesus' mighty name. May the congregation say amen.